Mheshimiwa mwenyekiti wetu wa jimbo la Wawi, katika namna ya kuwashukuru vijana hawa, kwanza awamu iliyopita hili swala hili tulilifanya, lakini tulifanya kwa namna yake, lakini awamu hii kwa sababu tumekuja na kauli mbiu mpya, tunajenga upya kwa safari mpya, kwa hiyo kila tunachokifanya tutakifanya kwa namna nyingine. Kwa hiyo Mheshimiwa mwenyekiti, kwa taarifa, msafara wetu ulikuwa na pikipiki zisizopungua 160, lakini magari hayakupungua magari 15-20. Mheshimiwa mwenyekiti, kila chombo kilichokuja kule leo wamekuja kwa mafuta yao wenye wao, hakuna kiongozi aliwachangia mafuta. Hii Mheshimiwa mwenyekiti, ni imani kubwa sana walioweka vijana hawa kwa uongozi wote wa Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo na mimi kama mbunge wao naahidi kwamba nitaendelea kuwa pamoja na nyinyi na nitawalinda na nitawasaidia na nitaunga mkono kwa kila nyanja katika kuhakikisha kwamba mnafanya kazi katika mazingira bora lakini ya kisasa zaidi. Mheshimiwa mwenyekiti, nimetoa dhana hizi za ufundi wa magari na mapikipiki zenye thamani zaidi ya milioni 25, na tumelifanya hili kwa sababu 3-4. Kwanza, kumuunga mkono Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi, Rais wetu wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Mheshimiwa mwenyekiti, awamu iliyopita gari tulizosaidia zilikuwa ni kama 12 tu 13, lakini sasa tumeona mfumuko mkubwa wa magari katika jimbo letu la Wawi na mimi na kwa Zanzibar nzima. Hii inatokana pale kipenzi chetu Rais wetu wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi kurasmisha sekta ya bodaboda. Huko awali bodaboda zilikuwa si sekta rasmi, lakini baada ya kuingia madarakani Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi akafanya sekta hii ya usafirishaji kwa njia ya bodaboda kuwa rasmi, na hapo ndo tukaona sasa mfumuko wa magereji ukaongezeka katika visiwa vyetu vya Zanzibar, hasa katika jimbo la Wawi. Kwa jina naitwa Nasr Abdalali almaarufu Cholokafu, ni fundi katika jimbo la Wawi na mheshimiwa wangu ni Mheshimiwa Hamis Kasim Ba. Najivunia kupata mbunge kama huyu na sitamani aondoke katika utawala wake mpaka achoke, na kuchoka kwake awe hana afya tena, ana nguvu. Lakini tunajivunia tumepata mbunge. Mheshimiwa Mwinyi katuizinishia mbunge na tumemchagua kwa ridhaa yetu. Mbunge tunaye na tunatamba naye. Tumeanzisha wiki hapa. Hii wiki hakuna kulala wazee. Nawaomba njooni tujumuike pamoja, tumfurahishe mbunge wetu kama alivyotufurahisha. Zana kiuhalisia siwezi kujitazana, nasema haya ni maisha. Kwa sababu haya ndio maisha yangu. Mimi kipato changu napatia kupitia garage. Na kikubwa kinachosababisha nikapata kipato badala ya fani, kinachofuata ni hichi. Fani nimesoma alhamdulillah, Mungu kanijalia nimepata hivyo hivyo. Hichi ndio kilikuwa kikwazo kikubwa, na sio kwangu tu, kwa magereji mengi ya kikwetu, kwa sababu gereji zetu ni ndogo, hazina uwezo, zinahitaji kubustiwa. Tunamshukuru sana mheshimiwa wetu, kajua, yani kapiga kwenye mshono. Wanasema kapiga kwenye mshono. Tunajivunia sana kwa hicho alichotupa. Ni kidogo kwa macho, lakini ni kikubwa kiuhalisia. Jina langu ni Rashid Ali Juma. Mimi ni katibu wa wadi hii ya Wara. Lakini kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kutujalia kupita neema hii. Alafu namshukuru mbunge kwa sababu katika kilio kikubwa kwa vijana ilikuwa ni vitendea kazi, na walikuwa wakiwaponda viongozi wetu wa juu kwa sababu hawana msaada, lakini leo wameijua tunu ya mbunge na thamani ya mbunge wa jimbo la Wawi. Yani kile kifaa kimoja hakipungui kwenye milioni 500,000. Kwa hivyo gereji ya chini haina uwezo wa kupata 500,000. Wananunua spana mbili na hizo mbili zinaibiwa, lakini leo mbunge kawawezesha
wa kupata toolbox nzima ambayo anaweza akafanya kazi masaa 24 katika gereji yake. Kwa hivyo hilo ni la kushukuru sana na la kumpongeza sana, na mimi nampongeza sana katika wadi hii ya Wara. Amewatukuza vijana, amewajenga vijana, na kwa hakika mbunge anastahili mitano tena.